Bana, mambo vipi kwa wale watazamaji wetu wa Alpha Times? Na leo kwa siku nyingine tena tulipata nafasi ya kumpigia simu legend na mchambuzi mzuri sana wa masuala ya geopolitics haya, anaitwa bwana Joseph Mitumba, na tutakuwa naye hapa kwenye maswali machache ambayo tutahitaji kumuuliza ili tupate kujua kidogo chochote kinachoendelea zaidi kuhusiana na huu mgogoro au mzozo uliopo kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Lakini tukianza moja kwa moja kwenye swali letu la kwanza, bwana Mitumba, kwanza karibu sana. Asante, nashukuru sana. Tukienda moja kwa moja haraka haraka kwenye swali letu la kwanza, ni kwenye kile kitu ambacho watu wengi sana kimekuwa kikiwapa maswali kuhusiana na hiki kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi. Kipi chanzo halisi cha mgogoro kati ya Iran na Israel pamoja na Marekani? Yaani kipi chanzo halisi cha huu mgogoro ambao sasa hivi unaendelea? Kwanza kuna vyanzo vingi, na unajua kwenye hizi jambo linapoanza kuna zile conspiracy theory huwaga zinaibuka. Yeah. Lakini hili limegeuka kwenye upande nne, yaani vyanzo vyake viko kwenye upande wa nne. Moja, yeah, kwa mujibu wa Marekani na Israeli ni kuhusu uwezo wa Iran kurusha ballistic missiles, umbali wao, uwezo wake wa Iran kurusha makombora yake yanaweza yakaathiri Iran, yakaathiri United States of America na sehemu nyingine. Lakini pili, nyingine ni kwamba nakumbuka mwaka jana waliingia kwenye 12 day war ambayo Israeli na Iran walitwangana, yeah, kwa msaada wa USA na baadhi ya nchi, kwamba wanatakiwa dismantle uwezo wa Iran ku-enrich uranium kwa asilimia, kwamba walikuwa nafikiri kwamba wakirutubisha, yeah, kwa asilimia fulani basi wanaweza wakanani. Kwa hicho ni sababu ya kwanza. Leo unaona Iran imevamiwa. Lakini sababu ya pili ni kwamba kuna sababu watu wengi sana wataki kuisema, yeah, lakini ni issue ya Greater Israel. Israel na proxy wake, manake tuseme Irani tuna proxy wake, Israel ana proxy wake. Proxy wake ni friends, zile karibia NATO countries zote ni proxy za Israel. Yeah. Nikiwa maanisha kwamba Israeli ana ndoto ya kuifanya kuja kukamata maeneo, yeah, yaani yale maeneo kwanza sio threat, lakini pia kuongeza eneo lake kuishi. Na utakumbuka Israeli, ndani ya Israeli kwa sensa 2024, yeah, kuna watu kati ya milioni 7.3 mpaka 7.8. Sasa hivi tukasema unaweza kuwa na 7 milioni 8. Lakini yeah, nje ya Israel ukishasema Marekani, kwa mwaka 2020 watu walipiga hesabu kulikuwa na watu kama milioni 7. Lakini chama cha Wayahudi wanaoishi Marekani, yeah, walisema wanakadirie kwa huo mwaka walikuwa watu kama milioni 15. Kwa hiyo tukiashumu, tukichukua kama sasa hivi wanaweza kawa watu kama 20 milioni. Sasa watu wanaoishi Israeli ya leo, yeah, ni wachache kuliko watu ambao wanaishi Marekani. Kwa hiyo hao watu wote wanatakiwa wafanye nini? Warudi Israeli. Sasa wanarudije ikiwa eneo ni chache? Yeah. Naona. Kwa hiyo wanahitaji kuwa na Greater Israel. Na wanapataje? Ni kwanza kuziondoa zile threat ambazo watu wanahisi zitakuja kuwa threat kwa mbele wanapotimiza ambition yao. Lakini jambo la tatu, yeah, ni jambo la how energy ni kitu kikubwa sana. Kama unavyoona, unajua hii jambo linapoenda, kama Maduro alianguka, na hii Iran amepigwa sana, na kama unatambua Marekani inasema kwamba inataka ipeleke invasion ya ground, yani boots on the ground. Yeah. Manake kuna kisiwa wanakihitaji. Yeah. Hicho kisiwa kinamiliki 90% ya uchumi wote wa nani? Wa Iran. Manake na USA washasema kwamba kama inawezekana tukiteke kile kisiwa. Lakini jambo la nne, ndio, ambalo of course ni jambo dogo sana, ni doctrine ya Iran. Iran ni moja kati ya watu ambao walishaahidi
kwamba sisi tunaweza tukasitake Israeli kwenye uso wa dunia. Unajua Iran sio Mwarabu pase. Ndio. Yule ni Persia. Ndio. Yule ni Mfasi. Kwa hiyo kutokana na aina aliyokuwa nayo, kwa sababu wale ambao tunataka kuattract na attract miaka mingi, yani dola yao ilikuwa miaka mingi sana hata kabla ya Kristo kuzaliwa. Ndio, ndio. Na walishaitawala dunia. Ili kwamba walikuwa kwa superpower. Ndio. Umeona, kabla ya Iraki wakaja wao, baada ya kuja wao zikajaga hawa mataifa mengine. Umeona? Ndio. Lakini kumbuka washai kuja hadi Afrika, washampiga hadi Sheba, washaipiga Egypt, wameshaibamiza sana. Ndio, ndio. Walikuja kupigwa nadhani na Alexander the Great. Ndio walikuja kuisambaratisha dola yao. Hizo ni historia chache ukienda kuzifuatilia. Kwa hiyo jamaa pamoja na proxy wake akiwa Hezbollah, Ansarullah, Hamas, wote wana dream moja kwamba kuhakikisha hakuna Israeli tena. Na hata Ayatollah Khamenei kabla ya kumuua alishasema ipo siku mtasari Jerusalem japo mimi nitakuwepo. Kwa hiyo nadhani ni sababu 4 ambazo ni theory lakini zina ukweli ndani yake. Okay, na kuhusiana na upande wa US, nikimaanisha Marekani, Marekani hasa ina maslahi gani kwenye mgogoro huu ambao unaendelea hapo Mashariki ya Kati? Ina maslahi makubwa sana. Yaani huwezi kuiondoa Marekani kama nilivyokuambia nilivyotoka kuzungumza. Israeli yani proxy wake, yani wa marafiki wa karibu sana ni wa kwanza ni USA, Uingereza, Ufaransa na mataifa mengine. Unaona? Sasa ili kama nilivyokuambia ana watu wengi sana ambao asilimia kubwa ya Wayahudi wanaoishi Marekani ndio wao walioshika uchumi wa Marekani. Lakini ndio wenye sauti kubwa na ndio wenye maamuzi mengi. Kwa hiyo wana influence maamuzi, lakini pia wanajua nini wanakitaka kwa muda fulani. Marekani yeye it's all about kuendelea kuitawala dunia, ubabe. Nataka nionyeshe kwamba naweza nilifanya, lakini anataka kufanya kwa mlengo upi? Kwamba anataka sasa hivi shajua anataka energy ambayo ni oil, anataka adhoofishe baadhi ya maeneo. Unaona amekuwa na upinzani mkubwa kutoka kwa China. China ni anachukua sana rasilimali Iran, kwa sababu ukitoa Venezuela iliyokuwa inatoa sana mafuta kwenda au rasilimali mafuta ghafi kwenda kwa China, nchi ya pili kwa Iran. So Iran ishaingia kwenye mgogoro. Okay, na ni issue za kiuchumi, za kisiasa na nchi nyingi sana. Ndio. Na kwa nini sasa kwenye swala mpango wa nuclear kwa upande wa Irani imekuwa ni miongoni mwa sababu ambazo zimeanzisha mvutano kwa kiasi kikubwa? Ni kwamba wao hawatakiwi kuwa na nuclear, lakini mataifa mengine yanatakiwa yawe na nuclear, wao wasiwe nayo? Of course sio kwamba wanastahili kuwa nayo. Unajua inaitwa ni kama the survival of the fittest, Yeah. Irani ana nuclear, lakini sio nuclear ambayo imekuwa enriched kwa asilimia kutengeneza mabomu ya nuclear. Irani amefikisha 60% ya kuenrich uranium yake, na inahitaji walau 90% tu ili atengeneze silaha ya nuclear, date bombs. Sasa anaweza akachukua mfano wiki moja tu, wiki 2 au siku 10 akijisha ametengeneza. Lakini doctrine yao moja kati ya kama nilivyosema sababu kubwa ya 4 ni kwamba wale jamaa washahapa kwamba inawezekana Israeli akafutwa kwenye uso wa dunia. Ndio. Sasa wanamzuiaje? Unajua Iran ishaanzishaga kitengo kimoja cha kucounter Israeli. Sasa kuanzia chifu wao mpaka mfagia vyombo, mfagia uwanja, mkuta vyombo, wale wote walikuwa ni Mossad agents. Okay. Lengo lao ilikuwa ni ile kwamba bwana asilie tumiliki, lakini pia
tuna uwezo, kwa sababu katika Middle East yote ni nchi moja pekee yake ndio na nuclear, ni Israel. Nyingine zote hazina. Nyingine walisema 2003 sio, walisema na nuclear kambabua, hamna kitu. Syria hamna kitu, Iran hapo hamna kitu. Kwa hiyo wanajaribu, alikuwa kwanza fatwa ya Ayatollah ilikuwa iruhusu kumiliki nuclear, na ndio maana mpaka sasa hivi hajamiliki. Lakini kulikuwa na fatwa ya Ayatollah, leo hii Iran ingekuwa na miliki nuclear. Lakini sasa threat yao juu ya Israeli na mataifa mengine ni kwamba wale jamaa wana misimamo mikali sana juu ya Israeli. Kwa ili kuwapunguza, kuwarudisha nyuma, ndio maana kilichotokea mwaka jana na kinachotokea mwaka huu. Na kumekuwa na mashambulizi machache yamefanyika kwenye nchi jirani ambazo zinazunguka Iran, lakini pia inasemekana ni washirika wakubwa kabisa wa nchi kama Marekani pamoja na Israel. Hapa nazungumzia nchi kama Saudi Arabia, Lebanon na Syria na nchi zingine. Sasa nchi hizi ambazo zimepata kushambuliwa na nchi ya Irani, moja kwa moja zinaenda kuathirika kiasi gani kwenye uendeshaji wa mambo yao, nikimaanisha kiuchumi pamoja na kimaendeleo ya kawaida? Kwanza ni nashukuru hizi nchi zote zilizoshambuliwa, ukichukua Bahrain, Kuwait, Jordan, Saudia, na baadhi ya nchi kama unaona mpaka Cyprus sasa hivi wamefika, na Azerbaijan yalijua kufikia Turki ikashindikanika, wakadungua makombora. Hizi nchi zote zina host US military bases, na hizi nchi ndio zinatumika kwenda kuishambulia Iran. Yani Marekani alikuwa hahitaji kutoka mbali ili aende ishambulie Iran. Alikuwa anaweza akatokea Saudia kwa sababu ana kambi kubwa, ukienda Kuwait ana kambi kubwa, ukienda Bahrain pale ndio ni Fifth Fleet ya US Navy, unaona. Katika Middle East yote ile ni kambi kubwa sana, kwa anatokea pale tu kwenda kuishambulia Iran. Sasa Iran ilichofanya ni kwamba mimi siwezi kukupiga ukiwa mbali, mimi ngoja nikupige kokote ambako wewe unatokea kwenda kunishambulia. Unaona, akazishambulia nchi zote hizo ambazo zimehost military base na zimeinflict damages kubwa sana hata kwa Israel na Marekani wenyewe. Kwa maana ukicheki Abraham Lincoln ile fleet yao ya kubeba ndege na nini ilitoka katika Gulf ya Oman ikaenda Indian Ocean, kwa sababu capability ya nane kufika ilikuwa nafikika. Lakini kiuchumi ni kwamba zile nchi kama unaona sasa hivi zimefunga. Unajua Saudia pia anazalisha sana mafuta, Qatar, UAE wanazalisha sana gesi, zile vitu vyote, yale mitambo yote mingi inafunga. Kwa hiyo Iran ilichokuwa nasema ni kwamba kama mimi nitaathirika kiuchumi, basi siwezi kuanguka peke yangu. Sasa nitaenda na wote ambao wamekuwa kiwa host, lakini ni marafiki karibu wa Israel na Marekani, lakini walio host pia. Na unakumbuka kwamba Dubai, Saudi, zile ni safe haven za watu wengi sana duniani. Yani matajiri wengi wakubwa wameenda wameinvest kwenye, hata wezi wa pesa wakubwa wakiiba pesa wakienda kuwekeza kule, nobody hakuna mtu anayehoji umetoa, kwa sababu jamaa walikuwa na vision yao ya kukambali. Sasa leo hii hakuna mtu ataiona labda Dubai ni safe haven tena, kwa sababu yote kumbe hapa Middle East au gafu zinaweza zikatikika na zinadundika, kwa hali ya usalama ni mdogo sana. Kwa maana kukumbushe wakati COVID inaanza, Beijing, Hong Kong na nini ilikuwa ni safe haven ya watu wengi sana. Lakini baada ya COVID kutandika watu, matajiri wengi wakubwa waliondoka. Lakini pia investment imepoteza hizi Saudia, nini zinapoteza investment kubwa sana. Na si investment tu, lakini pia
hata uaminifu wa watu kuona UNICEF event tena inakuwa ngumu. Kama unakumbuka kuna watu maarufu kina Andre Tati, yes, mabilionea hiyo wanatafuta njia ya kuescape kule kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni issue zinakaa. Lakini pia kwa miaka kadhaa tumekuwa tukijua kuwa Israel wamekuwa na teknolojia kubwa kabisa ambayo inaweza ikawalinda na intercept aina yoyote ya bomu au shambulizi litakalokuwa linakwenda moja kwa moja kwenye nchi yao ambayo iliitwa Iron Dome. Lakini huu mfumo au hii teknolojia ina kazi gani hasa kwenye hii vita? Kwa sababu tumeona mashambulizi ya Iran mara kadhaa akiwa yanafika moja kwa moja mjini Tel Aviv. Asante. Kwanza tukubali kwamba pamoja na kwamba Irani anapigwa sana, lakini ameinflict damages kubwa sana, na moja kati ya kitu alichokifanya ni kushambulia kuna rada mbili kubwa. Rada moja iko nadhani ni kama ni Saudia na Qatar. Ile rada ndio ina detect, yani unapotaka kurusha kombora ina detect, na gharama yake ni 1.1 billion US dollar. Kwa utagundua kwamba rada moja ikiwa na thamani ya 1.1 billion US dollar, kwa kweli tunadhani shilingi ni trilioni kama 3 hivi. Hiyo ni rada moja. Sasa hiyo mifumo yote Iron Dome, THAAD, R3 yote inategemea hizi rada zidetect kombora na unusual ballistic missiles au detect drones Shahed 131 136 zinaporushwa kuelekea kule. Sasa imekuwa baada ya kushambulia zile rada, ndio kudetect makombora yanayorushwa toka Iran kwenda Israel imekuwa shida. Na kwa maana recently baada ya siku ya 5 ya 6 ni Israel ikaanzisha sheria kwamba hakuna kupiga picha au kuonyesha madhara yote yaliyotokana na vita yani recently. Na hii ni kwa sababu muda wa kudetect makombora kwanza umekuwa mdogo. Kwa hiyo wanakuja kudetect wakati imebaki dakika 3, 4, 5 makombora kufika. Lakini pia Iran wametumia mfumo mmoja, ni kuichosha zile makombora, yani kuchosha mifumo ya ulinzi wa anga. Mtu ni kuchukulia mfano, mtu anakutumia ndege zisizokuwa na rubani labda 200, wewe interceptor zako labda kwenye ile nani yote moja carrier moja ya bombe ya interceptor na labda ina launchers, ina mobile nini, zile zote mtu akikutumia wewe, gharama tuchukulie mfano tu, gharama ya Shahed moja ni kama $20,000 mpaka $35,000, 20 mpaka $35,000. Lakini kombora moja la interceptor ni almost inakaribia $1 million to $2 million. Interceptor moja. Kwa hiyo unaporusha wewe unatungua zile drones au kwa hizo ballistics kwa gharama kubwa, wakati mwenzake anachofanya ni kukuchosha. Na ndio maana utagundua nchi nyingi za Gulf pamoja na Israel interceptor zao zimerun out, na Marekani imeenda kupeleka mswada bungeni kwenye bunge lao, wameomba almost $50 billion ili kwa ajili ya kufasten kuweza kuhakikisha ile mifumo inarudishwa, yani zile interceptors wanazinani kwa wakati. Na wakati huo tunapoongea sasa hivi hadi kama betri 5, manake hizi interceptors zote zimeharibika. Mpaka Marekani anafikiria kwenda South Korea, anawaambia bwana anahitaji mifumo ni ya Israel, kwa sababu amemaliza interceptor, yani zimebaki chache. Kiwango ambacho kilitakiwa kitumike kimetumika zaidi walivyokuwa wanafikiri. Mtu anakurushia drones 300 unazitungua anatumia labda mabomu yenye usahihi 3, 4, anakupiga na inflict damages kwako. Kwa Iron Dome ni mfumo mzuri, unafanya kazi nzuri sana, lakini umeathirika na mambo kubwa mawili. Kwanza kuharibiwa kwa rada, lakini pili mtu anayekutumia wewe unatumia gharama kubwa anataka umalize stock yako afu aje kukupiga, ndio alichofanya Iran. Na kuna mataifa kama Russia, North Korea
pamoja na China ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa yakihusishwa kwa namna fulani kwenye huu mzozo ambao sasa hivi umekuwa ukiendelea, na sana umehusishwa kuwa wanaweza labda wakaingia kwa niaba ya kwenda kumsaidia Irani. Unaona nafasi gani haya mataifa kwenye huu mzozo ambao sasa hivi uko unaendelea, na wao pia wanaweza wakawa wananufaika nini kwa kiasi fulani kutokana na huu mzozo ambao unaendelea sasa hivi? Kwanza nchi ambazo zinanufaika kiuchumi, kisiasa na kijeshi pia ni Uchina pamoja na Urusi. Hizo ndio nchi pekee zinazofaidika. North Korea sidhani kama anafaidika sana, hana chochote anachofaidika. Ndio China anafaidika kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, kuna meli ya China iko Ghufu ya Oman. Ndio hiyo meli ni kwa ajili ya almost ni ya kisasa, lakini kwa ajili ya imeunganishwa na mifumo ya satellite na nini. Kazi yake kubwa ni kuangalia nini kinaendelea, kombora linarushwa toka wapi, na kumapu maeneo yanayopigwa. Kwa hiyo kwanza, hata wakati China sasa hivi anajiandaa kwenda kuiunganisha Taiwan, hawa proxy ambao nimewataja ni Marekani na wenzake, atajua jinsi gani, manake ashaleni zile njia za kujilinda, anajua kitu gani atumie, udhaifu wao kwapi, aerial refueling, watu wanafanyaje, wanatumia muda gani, yote wanapata. Na Marekani inaiogopa kuishambulia ile meli, kwa sababu ukiishambulia unagumbua utaingiza kwenye dunia vita ya tatu. Lakini kwa upande wa Urusi kwanza, unakumbuka alikuwa kwenye ishu yake ya mafuta aliyopewa vikwazo. Ndio. Na moja kati ya wanunuzi wakubwa alikuwa ni India, China yenyewe na baadhi ya nchi za Ulaya na hizi nchi zetu za Afrika. Sasa baada ya kuwekea vikwazo, hili limetokea baada ya siku ya pili ya tatu, Marekani inafikiria sasa kuiondolea vikwazo ili Urusi ifanye nini, endelee kufanya biashara, ili kuweza kustabilize globe na uchumi wa kidunia, kwa sababu mafuta yanarani uchumi wa kidunia. Hata kama utaenda mbele utarudi nyuma. Urusi sasa hivi hana cha kupoteza, lakini pia Urusi na China zinampa Irani satellite, zile image location za wapi apige wapi kubajeshi hapa, na ndio maana jamaa anapiga inaccurate way. Ingekuwa kama Israeli na Hamas vile, kipindi kile ungeona Irani anaibabua Saudia, labda anaipiga Kuwait ovyo. Lakini kumbuka, wanapiga kwenye vile military bases, wanapiga sehemu ambazo wanajua wapo wanajeshi wa Marekani, wanapiga kambi za Marekani, wanapiga maeneo muhimu ambayo wanapiga zile target za msingi. Maana yake yes, wanatoa zile timeline data, majeshi yako wapi, wakina nani wanafanya nini. Kwa wale jamaa wanachotumia ni kwenda kupiga yale maeneo kutoka kwenye satellite ambazo ni za Urusi pamoja na China. Maana ni on time data wanatoa. Lakini pia kumekuwa na mzozo mkubwa ambao unatokea sasa hivi, na tunapata kuona kupitia mitandao ya kijamii kwenye nchi ya Marekani. Imeonekana kuna wimbi kubwa la baadhi ya wanajeshi, ikiwemo wanajeshi ambao tayari wameshastaafu, wengine wakiwa hawaungi mkono kabisa kujitoa kwa ajili ya kwenda kupambana au kufa kwa ajili ya Israeli. Ili limekaaje? Ni kwamba Rais Trump anaamua kufanya maamuzi mwenyewe kama ni big one, na pasi na kuwashirikisha wengine ambao hawapo tayari kufanya hivyo? Kama ambavyo nilieleza mara kwanza, ni kwamba ili swala kwanza lina vitu vingi, limechanganyikana vitu vingi. Kuna theory pia Epstein ya lile file na nini, hao walitumia Israel au Mossad walitumia njia kuhakikisha wanawadhaibu viongozi wengi, matajiri wengi sana wa Marekani, ili baadaye kama watakuja kukengeuka wawatumie. Hizo ni theory, lakini kiwasili vita hii kwa Marekani, wastaafu wengi, war veterans wanaona haina faida.
Ndiyo. Ni kwamba wamechoka kuwa na endless, yani kila mwaka kila rais anayekuja anataka afanye apigane, na ahadi ya Trump alipokuwa anaingia alikuwa anataka iweke make America great again. Yeah. Sasa wanaona hii sio make America great again, make Israel great again. Kwa hiyo wengi wanapinga kwa sababu wanajua itasababisha vifo vingi. Kama sasa hivi tumeona Rais Trump ameenda amepokea wanajeshi 6 waliofariki Kuwait, ameenda kuwapokea. Wengi wanaona hii vita tunaenda kupigana kwa maslahi. Ndiyo. Lakini pia ni breach ya international law, kwa sababu kama unavyoona Marekani aisha breach kwa Venezuela, na sasa hivi ame breach ya international law. Kwa hiyo ubabe wake kwamba mimi ni mkubwa, naweza nikafanya chochote muda wote na hakuna atachonifanya. Na ndio maana hata yeye mwenyewe hakuomba Congress, yani Senate hawakuruhusu yeye aende kupigana vita. Yani baada ya kuishambulia wale jamaa ndio wamekuja kukaa. Kwamba bwana tunamruhusu aingie kwenye vita au haruhusu aingie kwenye vita. Bahati nzuri unajua bunge la Senate kubwa limekaliwa na Republican, kwa walipita kwa asilimia kubwa. Okay, na tukiwa tumbakiza dakika 4 tu za mahojiano yetu, kuna swali la mwisho ambalo ningependa kukuuliza ni kwamba dunia ifanye nini ili huu mgogoro uishe? Unaona huu mgogoro ukiisha kwa njia ya vita au kwa njia ya kidiplomasia, na dunia inatakiwa ifanye nini hasa kuhakikisha kuwa tunarudi kwenye ile hali ambayo ilikuwa kabla ya haya masuala ya vita? Kwanza tutambue kwamba wanachokianzisha mfano Urusi, China walikuwa wanataka ni multipolar world, yani kuwe na dunia ambayo kila mtu ana sauti. Sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo mtu mmoja ndo ana sauti. Ndio. Sio malala unaenda kulala, fanya nini unaenda kufanya. Kwa watu wanataka waanzishe multipolar kwamba at least China anaweza kuwa anaongea, Urusi anaweza kaongea Marekani, anaweza Ujerumani, South Africa na watu wengine, ni kwamba kusoma mtu ambaye anaweza kufanya mtu mmoja anaweza kufanya maamuzi ya dunia. Hiyo nadhani wakifanikisha itakuwa tuko sehemu salama zaidi. Lakini pili ni kwamba huu ugomvi unaweza ukachukua muda kuisha. Kwa sababu ajemi they love wars. Sio kwamba wana like, they love wars. Yani wanapenda vita. Ndio. Na na mfumo wao ulivyotengenezwa Iran, na hata kama Ayatollah ameondoka, kiongozi wao mkuu wa kidini ambaye ni supreme leader, kuna entities zingine zinaendelea kufanya kazi. Yani moja kati ya mfumo bora sana duniani unaonyesha. Ndio. Kwamba pamoja mtu kaondoka, kiongozi mkuu kaondoka, lakini bado kuna baadhi ya state machinery zinaendelea kufanya kazi. Huu mgogoro utaisha kwa diplomasia. Ninavyoona utaisha kwa diplomasia, watakaa, kwa sababu kama ambavyo jana Marekani na Israel wameshambulia refinery za Iran, na Iran akarudisha kushambulia refinery moja hapo ya Israel, ni kwamba wataingiza kwenye scarcity ya uchumi, utaenda kuwa mbaya sana, kwa sababu kumbuka Strait of Hormuz imefungwa. Ndio. Ambayo inapitisha asilimia nadhani ni 25, almost 25 mafuta yote duniani yanapita pale. Ule mlango wa Hormuz umefungwa. Kwa hiyo nchi najua zitatafuta, lakini jinsi gani itamalizika, kuna mtu inabidi akubali kitu kimoja, na nadhani itaenda ikatokea kwa United States of America. Atapull out kwenye hii vita, atajitangazia yeye ni mshindi. Ndio. Kwa sababu malengo yake alikuwa anataka, atatangaza kwamba nimempiga Iran, nimemuua supreme leader wao, nimeteketeza uwezo wao makombora, tumeharibu nuclear zao walizokuwa na uranium zao walizokuwa enrich. Kwa hiyo winners, sisi tuna pull out. Kwa hiyo jamaa hawezi tena kuendelea, itafika hivyo, kwa sababu kama unavyoona baada ya siku ya 3 tu taarifa zinasema kwamba United States of America alikuwa anamtumia Italy
kufikisha ujumbe kwa Iran kwamba wanaomba wakae mezani. Lakini Iran alikataa kwa sababu ya mara ya kwanza kwenye 12 days war tulikaa mezani ukanipiga. Hii mara ya pili tumekaa mezani tumekubaliana kwamba bwana, of course tunafikia vizuri, tumemwacha mambo yanaenda, Ayatollah akarelax, kajua mambo yanaenda, ukanipiga tena mara ya pili. Kwa sikuamini na kuona wewe msaliti. Kwa hiyo itaisha kwa diplomasia. Naona itaenda kwa diplomasia. Ni vita itapigana kwa muda, kwa sababu inakoelekea Israeli ndio atakuwa ataumia zaidi. Iran ataumia mara 5 zaidi. States itazidi kuumia. Kwa sababu kama leo kuna tetesi kwamba Saudia imeshambulia Iran, na tunachoomba tu ile escalate kutokea kwenye vita tatu ya dunia, japokuwa cheche ndio hizo zinazozidi kutokea. Bwana, nashukuru sana kwa time yako Bwana Joseph Mitumba, na kwa uchambuzi mzuri kabisa ambao umetukuka. Kwa matukio yote ambayo yatakayokuwa yanaendelea kuanzia sasa na wakati mwingine, basi tutakuwa tunakutafuta ili utuelezee zaidi, kwa sababu kuna watu wengi sana wanahitaji sana kujua ni nini ambacho kinaendelea zaidi. Asante sana. Nashukuru sana.